Bwana asifiwe. If you are together, say amen. Beware of. Look at Joseph. Joseph, that's why I said he mentioned some names and I also mentioned them here. I didn't know the message he has, but sinaigiana. Joseph had a vision. He saw a vision and he had nothing, literally nothing. Alikuwa tu anachunga kondoo. But beware of men. The brothers wa tumbo moja ndio walikuwa wanataka kuwa maono yake. Wifu. But yeye alikuwa level ingine. You can be seated with the people here, they are full of jealousy of your progress. Ignore them and move on. Don't listen to them. Because those voices inakujaga inakuhit, it make you shrink. Unakosa self-confidence. You feel like you don't want to move on. Kuna gani kwa natupiwa mishale hapa? Hey, kanisa kubwa hii imetoka wapi? You know, because they are God and they are believe and they are faith in the chini na Mungu wao ni maskini. Wangu ni tajiri. Sema amen. He is the owner of all wealth. Lakini nikavuka masikio nikatazama mbele. There are some voices ambaye iko kwa wanadamu. Ukisikiza sana itasuia uende. Hapa unaweza kuja uhubiri. Watu waanze kusema, mahubiri gani hiyo? Na sababu wewe labda ni mchaga kiroho. Upewe mahubiri siku nyingine useme mimi sitaki. Na Mungu alikuwa anataka ushalijiwe ndio ukomae uwe mhubiri wa mataifa. Umekata maono yako because of voices. Ignore them. Sema amen. Ni watu wengi wametoroka hata makanisa because ya masauti. Walisema nimefanya, utasemwa. Yesu alisemwa na utasemwa. Hata ukikufa masishi yako utasemwa na umekufa. Ujaenda masishi watu wanasema nanianywa mono. Alikuwa nakunywa sana. Alikuwa hivi, alikuwa analiga. Nani anasekenywa saa hiyo? Maiti. Na wewe uko uhai. Be prepared to hear negative na usikise, lakini fungua masikio utasame maneno itanenwa. Hata yeye mtoto si wake, hata wafanani. Ignore. Wewe si unajua ni bwana yako. Sasa you don't have to prove anything. Ignore those voices. Ati siedi kanisa, walisema, ifati nisikia, kwanza kanyaga kaa kiti ya mbele. Na ikiwezekana omba ushuhuda. Bwana asifiwe. Kata shauri yako. Beware of men. Many have lost the vision because of voices. If you are guilty of what they are saying, then repent. If you are not, ignore them and move on. Say amen. Voices of men. Bwana asifiwe. Kama tuko pamoja inua mkono. Because I know many. Hata kama niyo basikia magina nasema body shaming, ignore them. Uko na afya. Hata kama atasema umekoda. Hata kama amesema umenona. You know kuna mambo inafanya hata watu wapate depression. Tusauti, beware of men. Ignore them. You are? What do you normally say? You are wonderfully? Ebu say all of you, wonderfully? Why do you have to listen to the others? Unijua watu wengi hawashugagi roho zao. Wanatuka kwa natumishale. Mimi hata useme nini? Bedhe ndio nitakuita tukujue kashai kuse ulikuwa unaendelea hata sikuulizi hiyo. I have no time. So it's not you, it's the devil using you. Hallelujah. Because many people are used by the devil. Don't see people see devil in them and pray for them. You know, I love Jesus because Jesus noticed Peter is being used by the devil, Peter, and the only thing, because he didn't have time to talk to demons, he said, behind me Satan. Just one word, behind me Satan. Simple word. He had no time to tell Petro, kwa nini umesema hivyo? Yenyewe, una discuss na mashetani. You know, there are people who sit down to discuss with demons.
It's people talking about demons, argue. Me, don't waste time. Why? Ignore and move on. Mtu aseme kile unajua ni shetani anamtumia na nia ni kugonge moyo, uvujike moyo. Unamuuliza ya nini? Songa mbele. Bwana asifiwe. Are we together? Because that is what is causing people. Unajua Mungu alikuwa ananiambia watu naweza wabariki, lakini kuna mahali nataka wafike. Wakienda kufika wanasikiza sauti za wanadamu, wanarudi reverse. Vile nimeambiwa tu hapa. Na nimeshukuru Mungu hiyo kijana kwa ndani ya roho. Alitoka nini? Ilikuwa Kisii. In fact, do you know what? This morning ndio nimemwambia you are sharing a word. Even I'm shocked. Maybe you are sharing a word. I don't want to know what you have. Ile Mungu atakuongoza. Bwana asifiwe. Most of people here, mkifungurua hapa TV ya biguni ikuje, uonyeshe wa miaka 10 ungekuwa wapi. Lakini juu ya utoto na kwenda nyuma, kurudi, kusikiza, don't waste time. Mtu anaenda Bali, hanaga time ya kuwaste. Mtu anaenda Mombasa na ule anaenda Ruai, hawezi cheza. Wa Mombasa atakuwa Syria. He have no time for rumors, for those nonsense. Anasema anasonga. Lakini wa Ruai atakaa hapa akule moshene, asimame stage ya unaitwaje hapa, sijui whatever it is, si kuliga lakini ligia matatu kitabu, sijui stages. Bwana asifiwe. Sasa hizo uende ukisimama moshene hapana. Mtu anaenda Bali na maono yake, hanaga time ya kusikiza utoto na rumors. Bwana asifiwe. Because you have a great vision. And I'm encouraging you from today, whatever position God have kept you, in business, in the ministry, don't listen to negative energy. Ignore and move on. And enemy alert you. Matthew 5. Chani kuotayarishe. Mamda unafikiri wewe unapitia. Matthew chapter 5, verse 11. Matthew 5:11. Heri ninyi watakapo washutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Let's go. Furahini. Nataka usikie. Hii swali nilishauliza hapa kwa kanisa. Wakati umenenwa mambo ya uongo, umenenwa, umeekelewa, sababu ni mapepo wananena juu ya wanadamu, unafanyaga nini? Kama unakasirikaga, wewe uko na pepo. Kukasirika kwa nani? Wewe kwanza unanenwa, unasabasiwa pepo, unakosa kulinda moyo wako. Biblia inasema furahi. I've never seen, sikiza, furahi na kushangilia, kwa kuwa dhahabu yenu ni kubwa mbinguni. Kwa maana ndivyo waliowaudhi manabii waliokuwa kabla wewe. Yesu aliudhiwa. Yesu aliitwa mkuu wa mapepo. Jesus did not stop preaching gospel even after he was called Beelzebul, mkuu wa mapepo. He did not. He continued. Because one thing you preach the pure gospel. If they tell you are a Bethel worshiper, if they tell you what, ignore them, continue preaching the gospel. Don't waste time. Because this wasting time, you can delay your blessing for 10 years. Kuna watu hapa wakiwekewa hapa, gari yao Mercedes ilikuwa 2019. They missed it. Unang'ana matope hapa. Ufunguliwe hapa, baraka zako. 2019 ungekuwa na nyumba. Miaka hiyo 2020 ama 2017 iko ungekuwa na baraka. Lakini shetani akakukoroga juu unapenda kusikiza sana, ukafujika moyo, ukatupa maono. Na Mungu hagojeagi mtu, anakuasha ukijirudia ndiye anakusoga na wewe. Who is the problem? You are the problem. Mimi zingine tunaona watu wakisikia challenge ya pesa, najua hii ni utoto ya kiroho. There's no way you can be poor and you say your father is the owner of gold and silver, but you have some childish mind kidogo. Sorry, I'm not abusing you. Kuna kautoto ya kiroho. Let me call it spiritual childness.
Sema naita watoto mwanze tena kunini utoto ya kiroho, uchanga. Miaka mingi lakini utoto ya kiroho. Hiyo inafanya Mungu agoje ukomae. Anaenda kwa mwingine. Mara unaweka pale position, unaanza sema sifanyi. Mungu anasema hata usipofanya, msiponiibia, mawe itaniibia. What you only do, you will delay your blessings. And eventually either you give up or you become uigiwe na pepo ya hasira ya kupiga watu. Unajua Mungu akiondokea mtu anaanza vita. Kiona Mkristo alikuwa ameinuliwa na ameanza vita, jua roho wa Mungu anaenda akimuondokea. Mumeambiwa pale, ndege ikiwa juu unaona dogo, ikiwa karibu, Mungu akiwa karibu na wewe mambo inafanyika. Lakini kama umemwona ako mbali na wewe, chunga. Hata Sauli alikuwa ameitwa na Mungu na ametiwa mafuta. Alipoondokewa na roho wa Mungu, alianza kufikiria ataua Daudi. Alianza kuita Daudi amue physically. Because there was an evil spirit iliingia. So don't give the devil a foothold in your life. Sema amen. Are we together? Leo nataka kujaribu kubalance. Ndio naona nataka kusuppress kipawa apostolic niingie katika walimu. Because people, in fact washirika wengi, makanisa mengi ni kutojielewa, na Mungu anasema huyu hata nikimbariki ile unatorokea responsibility. Kuna mahali Mungu ana neema yako iko. Today if I say I will not splish, takuta hata auctionia hata sina loan, lakini gari zitaenda na mambo mengi. Because kuna kitu, wacha kuacha maono yako kwa sababu ya wanadamu. Songa naye liwe liwalo, usimwashe Mungu wako na usiangushe maono. Hata biashara wakikwambia ni baya, wewe bora tu kwako unaona inafaa, endelea naye, ni ushuhuda Mungu anatengeneza katika jina la Yesu. Mtu akwambia uko na degree na unabeba mawe, mwambie yes, I will as I wait for the Lord. Yes, and I tell people, try to be taking photos. I don't know, the Lord led me kuchukuaga picha nikiwa kwa shamba, nikiwa nini. Hata sikuwa nimefungua kanisa, but I was called as an apostle. People talked, was apostle gani, wazimu nini. Yenyewe nilikuwa wenyewe, hata wewe ungesema mimi ni wasi juu yenyewe nakwambia mimi ni apostle, lakini hata chakula ni shida. Kitrausa nilikuwa nafaa kinaonyesha na wewe uko na shida, but sikusikiza hizo sauti. Niliyegojea Bwana na nikaendelea katika huduma. Bwana Yesu asifiwe. Beware of. Haya. Isaiah 55:8-9. Isaiah, the book of Isaiah. As we read up, I will give you the solution how to overcome such spirits. Takufundisha. Isaiah 55:8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Verse 9. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sikiza, mawazo yangu si kama yenu, njia zenu si kama zangu. Mungu anaweza sema leo hii, aliambia Joseph, wadugu zako mikoba yao itakuinamia. Lakini it did not happen overnight. It was a process. Because the way God operates is different. Unaweza kujia Mungu kwa ile mlango, aingilie pale kwa ile kona. Because your thinking and God's thinking is different. Your ways and God's way is different. There are people here, maybe you have a president here, but the president here is going through tribulation. He's going through fire. There are ministers here who will be in the parliament. We have doctors here. We have professors here. We have billionaires here. But if you don't understand yourself, kama utajielewa, hii uniform tumefaa kujikumbusha mahali tulikuwa. Mimi saa hii niko na uniform, lakini naendesha gari
Lakini pia wewe uko na uniform, utaiendesha usipofujwa moyo na wanadamu. Sema amen. Hapana jidharau na hapana fujwa. Na tena sikia, mimi napendanga wale watu, you must have a big heart. Big heart. Don't. Na unajua most of the time hii maroho inakujanga ya kumaliza, inaitwa to finish your self confidence, inaitwa self esteem. Hata umeanza kuvijika moyo, hata kutembea self confidence ya kutembea, walk your shoulder high because the one in you is greater than the one in the world. Pana, hata kama mnalala nyumba ya mabati, hakuna mtu anakuanga na testimony hapa akiwa ametoka mahali mzuri. Great testimony inakuanga na watu wamepitishiwa jangwa na Mungu. Yes, great testimony ni watu wamelala nyumba za mabati, ni watu wamefutwa kazi, ni watu wamepitia mapigo, lakini hawajali, wanazidi kutumikia Mungu. Because one day God will glorify them. Atawainua na ndio wamtukuse. Testimony haikuangi rahisi. Inabuildiwa na pain na shida. Me, there are people God tells me don't help them anymore because unasuia nifanya ile nataka kufanya na yeye. Wewe unafikiri ugeenda kutoa Nebukadneza wakati Mungu alimwadhibu miaka 7, bibi yake aseme mimi nitamtoa huko alale kwa nyumba? Unafikiri angetolewa kabla ageinama aseme na ahimidiwe mubaishi na bingu? But after 7 years he said na abudiwe mubaishi na bingu. Alipelekwa jangwa, akajua kuna Mungu. Kweli mimi ni mwanadamu. There is a difference between me and God. He can humble me. He can do anything. Unacheza kukula nyasi. Ni president wa Amerika anaitwa nani? Donald? Mungu akasike ukute anakula nyasi hapa. Na anamsableta Githurai. Githurai inahitajika sana. Hivyo anaweza letwa Githurai. Anaweza letwa Joska akule nyasi. Mungu ni Mungu. Ndiye akirudi Amerika aseme na ahimidiwe huyo peke yake. Naye Mungu anataka ushekelewe, unenwe maneno, naye hapa umevujika moyo. Wacha unenwe, wacha uitwe. Mimi nimeitwa wazimu kwa sababu watu wa pikipiki walikuwa wananibeba nikienda kwa shamba. Nasikia tu na nipate ni mimi apostle. Nastukia likadai mtu wa pikipiki ndio hiyo shini. Na mimi naita Mungu namwambia, Mungu nikumbuke sasa. Wote wakasema kuna wasimu inajiitaga apostolo na inakuwaga inalima kule chini. Enyewe ungeniita wasimu juu mimi nalipuka tu na sikualati. Nasikia roho ameshuka na lidia masika lidai kintalibai na nina sauti ya juu. But I did not listen to those voices. Sikukubali hiyo jina wasimu, sikukubali hiyo majina yote. Nilisikiza Bwana. Na leo na bado hata leo vita niko nazo, masauti iko mingi, lakini I ignore them, I move forward. Beware of men. Nasikiaga vibaya kwa sababu hawa kwa vitia mbele na wanasimama madhabahu. Walinena nasikia kukula kofi ya kilo. Utanenua. Edeka masishi mara mingi usikize huko nyuma. Alikuwa kwa sababu Kikuyu. Na nilikuwa na alimlevi, alikiobani na ni maiti. Kwani wewe usiogelewe na uko uhai? Unastuka juu ya maneno ya watu na ni mapepo wanaongea ndani yao. Si uachane nao usoge mbele. Paka unashuka hapa si unasema siingio madhabahu tena. Sifanyi. Na ile Mungu alikuwa amesema baraka zako utagojea miaka. And God will remain to be God. Mungu atabaki kuwa Mungu na hatigisiki kwenye kiti yake ya uzima wa milele. Sijui kama mnajua Mungu. Unatisha Mungu. Mungu anakaanga kwenye kiti yake ya enzi na sidhani kama sio kama anakaanga hivi. Alafu anaona dunia ina ujinga. Anamaliza na moto. Alafu anafanya hivi.
Alafu naye unakuja amekupea neema utumikie yeye, unaanza utoto. Atainua wengine na ubaki kule. Sasa unashindwa na stress, lakini akikwambia wewe ungenifuata, ungekuwa unaendesha gari, si unajua you have good life. Everybody laugh. Kama mtu achukii kitu mzuri, nyumba mzuri, kitanda mzuri, shule watoto wakisoma vizuri na mambo kama haya. Lakini unaweza ikosa na uigoje uanze kulaumu Mungu. Ni kwa sababu wewe ni wa kudugadungwa. Did we finish here? Let's go to Proverbs 4:23. Na malisia ni kufundisha vile utaishi. Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Linda moyo wako kuliko yote ulidafyo, maana diko sitokako chemichemi za uzima. Let me tell you, brethren, if there is anything you need to guard, is your heart. Above, the Bible is above everything. This is where the wellspring is. And let me tell you, to every second, every hour, demons fight with your heart. Because when you have no peace and you allow demons, the Spirit of God withdraws. Shetani haishi bahali na Mungu. Ukipea. Na ndio Bible inasema Ephesians chapter 4:26. Ephesians. Mimi namaliza. Ephesians. Si Mungu atusaidie. Sema Bwana Yesu, nisaidie na uniokoe na hawa wanadamu. Nipo moyo mkuu wa kushida yote. Sema amen. Sikia. In your anger, do not sin. Hasira si baya, lakini usitende dhambi. Do not let the sun go down while you are still angry. Jua lisitue kama bado umebebana na mambo. The other one, don't give the devil a foothold. Therefore, 27. And do not give the devil a foothold. Listen, na unisikize. Kukwasika ni kawaida kama mwanadamu. Lakini usiweke mambo kwa moyo. Dhambi inaingilianga wapi? Ni wakati umepea shetani nafasi. Hiyo ndio dhambi. Getting annoyed is normal, but don't allow that thing to be in your heart for long. Especially jioni isifike. And then don't give the devil a foothold. Usipee shetani. Shetani anapata nafasi wakati unaanza kuwaza mabaya nini hata naweza fanya. Hiyo ni shetani umepea nafasi, anakupea metago matoho, masturi, mavitu negative. Don't. No matter, because hapo sasa ndio unadirishaga vision yako na baraka za Mungu. Sababu wakati umepea shetani nafasi, what will happen? Presence ya Mungu inakuondokea. And I taught you on Sunday, walking the presence of God. You cannot walk in the presence of God when you give the devil a foothold. Either must withdraw. Either you don't give the devil a foothold so that the devil does not get a chance. Or you give the devil a foothold, then the presence of God withdraws. It's either way. And when the presence of God is not in you, you cannot go anywhere. You cannot fulfill your vision. Huwezi timiza maono yako. Huwezi. Itabidi mungangane siku ile utajifahamu Mungu akurudie. And you're wasting time. Brethren, ebu tuache mambo ya kuwa na hiyo mioyo ya kupea shetani nafasi. And what is causing the devil to get a foothold is because of men. And you have been told, beware of men. And these men, their intention is to give the devil a foothold in your life. How? Mtu amekuja amekuwekelea kikitu. Na kabisa unajua ni uongo. Biblia imetuambia furahia. But wewe you are doing contrary. And you come and tell me,
ati umekosa unapitia majangwa, ni wewe unajiweka jangwa ya kutaka. Wewe ndio unajiweka jangwa. Kuwa na moyo mkuu, moyo msafi, uone milango ikifunguka. Hii milango mimi sikudaganyi, imebaki miezi ngapi? Nani wameingia hapa kwa open door? Mimi nafikiri niliingia Januari. Kwa hizo baraka za mwaka hii. Hii huwezi ingia bila ukiwa unasikiza wanadamu. Hii kusikiza wanadamu sana. Na kuweka mambo hapa. Hii mlango wa open door hutaingia. Open door ni baraka kiroho, kimaisha, kinini. It's good to prepare you. Mungu ana nini? Atanena unabii lakini juu yako. Kama hii mlango ninakuweza utaingia ukiwa na aware of men. Because there are so many even those cases you hear people wanaleta kwa ofisi nini. Ni kwa sababu mtu ababanui hii ni pepo. You waste a lot of time discussing demons. I love Jesus. Do you know Jesus didn't have time for that? Behind me Satan. Look at Elijah and Elisha. Men were used to start on the way when Elisha was following Elijah to get double portion. How? Ndio huyo Elisha amekimbia. Wanadamu wanamwambia, wanashukuriwa. Alikwambia, don't talk, I know. Alikwambia, staki najua. I know. Lakini, do you know what was to happen? Asimame aulize, you know what you do? You waste time. You lose those blessings. Elisha agesimama. Asikize wana manabii hawa na mfuja moyo. Akose, na unajua aliambiwa nini na Elisha? Na Elijah, ukiniona nikishukuriwa, nitakuashia double portion. Tayari shetani amesikia. Akakimbia akaingia watu Edeni mmogelesha katika barabara, they lose focus. But because of the discerning spirit, he did not lose focus. Alifocus. Paka akamuona. Lakini akianza story, Elijah apige kona. Nani ashaifuata gari wakifuatana unakuta junction na juu ulikuwa umeachwa unashitwa wameenda huko ama huko. Haujaienda? Unaanza kuulizia barabara ya kwenda sijui wapi. Because of losing focus. You are following each other so that you can get to your destination. But because of the delay and maybe stories and maybe the speed and all this, wamekuacha. The same thing with the kingdom matters. The devil is aware of your blessing of next year, of this year. But something will just happen to distract you so that you don't get there. Beware of men. Elijah shetani anajua baraka za nini. Alijua immediately Elijah ametangaza. Ukiniona nikishukuriwa, akaambia Elijah nitakuashia double portion. Shetani akasikia, akaingia wanadamu. Shetani anafanyanga ni swift, very swift. Akaingia wanadamu, wakamsimamisha. Unajua, naye akawa quickened by the Spirit. I go, don't talk, I know. Najua. The intention of these men used by the devil is Elisha to stop and listen. He lose focus. Akute Elijah ameenda. Si muelewe. Si Mungu afunue hiyo visual senu muelewe na hiki. Men are there. Unaweza tolewa kwa madhabahu ama utolewe kwa biashara ama utolewe wakati Mungu anataka kufanya baraka zake. Shetani saa hii anajua kila baraka ya mtu ni ya lini. Jua anaruhusiwa kuona ulimwengu wa roho. Na ndio unaonaga mtu anakwaswa. Na sababu huna discerning spirit, unakwasika na unaasha. Unaweza kuwa mlimani prayer center, unaombea jambo, lakini juu huna discerning spirit, uashe mlima na uende nyumbani. Na labda Mungu alikuwa amesema kesho nitatimisia yeye. Shetani akajua kesho huyu anapata breakthrough. Unakwasika. Unashuka mlimani.
Lack of discernment spirit. Bwana asifiwe. Let me tell you, I know this year people will be blessed. But if you are not beware of men, 2026 will end, another prophecy will come, it will end, and at the end of the day utasema, tunaambiwa kila saa uone. The problem is not the message. Problem is you and men. Wale wamekusuguka. Tulianza kwaya hapa. Watu wakadugo na mishale wakaasha wengine mpaka kanisa. Yuko sawa jui. Wanadamu lazima. Can I prepare you something? Even after this message, imagine men watu watatazama juu yako. Be prepared. Have a big heart. Have a big heart. Even me sometimes I have nakuwa na fellowship na washugaji. But I'm aware I have left them behind. Some voices negative might follow me. But I will ignore. I will. I'm prepared. And anybody who is going far, kama huna fita hauendi bali. Yesu alipotangaswa kutasaliwa mwokozi, Herode hakupata amani. Not get peace. Musa alipotangaswa mwokozi wa Israeli, baka alivishwa. You have a great future. Wakati uko na vita furahia kwa sababu kuna kitu kubwa ndani yako. Kuna kitu inapigwa. Mti haina matunda. Vijana wanatupa mawe. Ni mti gani natupiwa mawe? Ile iko na matunda. Haki ukajua vile shetani anachekaga ukiangusha maono. Ajua tumewini. Kwanza wanafanyanga hivi mapepo. Nehega. Tuebere. Kataa! Washa malaika washangilie. Kai ameshinda hiyo majaribu. Sasa unapataga shetani, Mungu anashekelewa. Tulikuambia tu, huyu ni kihelehele tu, alikuja na moto umesimika. Na unasimwa na wanadamu. Let me tell you something. Muna mwito mkubwa. At whichever level you are. A servant, businessman, student, whatever area you are in. Waiting after school unagoja kasi, usisikise mambo negative. Usivujike moyo. Goja Mungu wako. Hata kama watakusema nini, wacha waseme, wewe goja Mungu. Naye hakuna. Because the moment umepea shetani nafasi, God can withdraw from you, na ukijirudia after 3 years ndiye atakurudia. Sasa shida ni nani? Why should you waste your time? Why should you waste your time? Kwa nini upoteze nafasi ya baraka zako za kiroho na za kimwili? Kwa nini unaitwa mpaka Makristo tumetandikwa majina, ukiokoka unakuwa maskini? Ni kwa sababu tunakuwa na mioyo nyepesi ya kudugadungwa na mapepo. Tunapea shetani nafasi. And the Bible is very clear. And do not give devil a foothold. Hapa, moyo wako. Only the pure in heart will see God. Matthew 5:8. Only pure. Let me tell you, ukiwa na moyo msafi, hauwekagi mambo kwa roho, hakuna kitu cha kuzuia baraka zako. You never. You sleep like a baby, you wake up like a baby, yani una furaha, moyo wako una furaha, uko asiki, hakuna siku Mungu atakuondokea. You will walk in the presence of God. Kwa sababu moyo wako ni msafi, huwekagi maneno. Hiyo ndio njia tu. Hakuna njia nyingine wa Kristo, ni kuwa na moyo msafi, kupenda watu na kufanya mapenzi ya Mungu na kuishi tu, na mambo itajipa. Tunasemaga itajipa kwa wakati wa Mungu. Mmeambiwa unaweza barikiwa mwaka hii, mwingine mwaka hii, mwingine mwezi, lakini Mungu hana upendeleo. Ikiwa utakuwa wa kuvumilia mateso, majaribu, matusi, hiyo yote utanenwa. Hata doa, wengi wanaasha, hakuna doa inaitagwa imekalangwa ama ikosa ni kutengeneza. Kito waliniambia iko kikarange. Yani anajua Kikuyu sana. Doa ni kutengeneza na iko na challenge. Don't leave your family. Slowly by slowly you will become. Kwani mzee umeishi miaka mingi kwa doa? Uko na ngapi?
Miaka ngapi? 50 kwa doa. Alafu si doa zinaweza, lakini unasikia haiwezekani. Kwa nini isiwezekani? Kuvumiliana na kuunderstand. Mwenzako akiigua na pepo, una identify akona shetani, unamuombea. Hauwagi na hiyo pepo. Mama Kaligini kile mwambie wacha ni ujinga, anapiga magoti, mwana kuna pepo ya ujinga ndani ya bwana yangu, ondoa. Nikirudi namwambia hapo. Lakini wewe kwenda. Hapana, lazima tuwe. Anybody can be used by the devil. Wewe ni mtume anatumiwa Petro, lakini wewe uko lazima moja awe na discernment kujua huyu sio ule, kuna kapepo kameigi na sitakubali. Bwana asifiwe. Hallelujah. So it is the high time that we don't give the devil a foothold in our life, in our families, in the ministry, in our calling, in anything you are doing. Usikubali shetani apate nafasi. Na shetani hautamuona physically, atakuwa kati mtu, hata mama yako amesatumiwa. Na utamshukia, utajua ni pepo imemuingia na si ananena. Na utafanya vita vyetu sasa. Ephesians 6:10. Namalizia ndio tusimame tuombe. Hatupigani na manini. Unajua watu wanafikiria kama tunapigana na kitu. Hakuna mapepo, tunapigana na gumi na mwili na damu. Akupea suluhisho ya mwisho. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Let's proceed. Put on your full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Now I'm talking the schemes of the devil. And the scheme of the devil, they use men. Tuendelee. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Sisi tunapigana na maroho. Vita yetu si ya mwili na damu na nyama, bali prosperity hizo. Na hizo hupigani nazo physically, sinaigia mtu anaanza vita na wewe. Na sababu wewe si wa mwili. Sikiza. Tulivujishwa na Alfin hapa, magoti. Anapigana na mwili. Tutapigana na mwili tufaulu. Hatutajibiana tufaulu, ni maombi tu. Bwana asifiwe. Maroho haya yote tumetajua iko katika anga. Inakujaga inapada ni ya mtu unakuta mtu wamekuwa na bibi miaka, amekata kichwa na amejipiga risasi. Ni maroho gani hiyo? Si shetani? And that's why I'm saying, don't give the devil a foothold. Hiyo yote ndio afanye hiyo. Alipea shetani nafasi, akakoroga, akasema, hiyo ni shetani alitawala. Na Mkristo hafai kutawaliwa na maroho. Bwana asifiwe. By the way, wakati utasikia unawaza mabaya, unakasirika, umepea shetani nafasi. Just know that. And the Bible is clear, don't give the devil a foothold. It things will happen, and I'm preparing you even after this message, utakutana na mambo hapo nje. But you must have discerning spirit na uelewe na ndio ufike katika hatima yako. Wengine hata wamefuta kazi, amekasirikiwa na manager, amefanya nini? Ana resign. It's not within the will of God for you to resign. Bwana asifiwe. Unakuta watu wana make decisions haraka because of kupea shetani nafasi. Sitafanya. Naye Mungu anasema sawa, kaa. Anainua mwingine. Ni vibaya sana siku ile utafika mbinguni. Uonyeshwe nyumba yako ya Luda, lakini juu ya ujinga ya kiroho ulikaa Joska. Tusimame. Inua mikono. Inua mikono yako. Sema, Bwana Yesu, nainua mikono yangu na surrender kwako. Mungu, kuanzia leo nimejua ya kwamba wanadamu
wanaweza suia niende mbali. Naomba Bwana ukanipe roho ya discernment, nipate kuwaelewa kila mmoja atakaye kuja katika maisha yangu, nimuelewe lengo na nia yake katika jina la Yesu. Mahali nimekosa kuelewa, nikaenda kinyume, nikasababisha delays, kuchelewa katika kupokea baraka zangu, naomba unisamehe. Na kuanzia leo, I pray for speed anointing. Accelerate me to get to my blessings in Jesus name. Sipigia Yesu makofi. Nataka kuomba. Baba, ni asanti kwa sababu umetufunza kuhusu wanadamu tunaishi na wao. Wengine wanaweza tuinua, wengine wanaweza tufuja moyo, wengine wanaweza kuwa kikwazo katika maono, lakini Jehova Jireh, kati ya hawa yote Bwana, vile tumekuelewa Bwana na tumekufahamu, naomba Bwana kuanzia leo, yeyote Mungu baraka zake zilikuwa zimezuiwa kwa kutofahamu na kutojua, because the Bible says in Hosea chapter 4 verse 6, my people perish due to lack of knowledge. And now because they have the knowledge, they understand. Forgive them, God. And now accelerate us, Jehovah, to get to our blessing. Hizo baraka tumesherewa miaka 10, miaka 20, miaka 30, miaka 5, miaka 2. Yesu kuanzia leo, mwaka hii, wacha kila moja akapokee. In the mighty name of Jesus. And now receive in the mighty name of Jesus. Hizo sote umejichelewesha kwa sababu huko umehafahamu. Nasiashiria mwaka hii, I open the doors for you to enter to your blessings, to your destiny. In the mighty name of Jesus. And now receive in the mighty name of Jesus. Asante Yesu kwa wema na fadhili zako. Tunapoanza wiki nyingine, Bwana tusaidie. Naomba watoto wakuje hapa. Watoto wote wanaorudi shule. Mrs. Kirungu ni moja. Siko na uniform. Kama umefaa uniform pia kuja. I want you to do something. If you have uniform, even if you are not a student, akina Faith, my wife, nifungulie your carton. I want to bless these students. Me, I listen, I obey. Elder Douglas stood here and said you should come with pen and books, and I believe he's an